Mbwa anakula kila siku, lakini amefungwa mnyororo shingoni muda wote. Lakini mbwa mwitu kuna muda anapitisha siku bila kula, lakini hayuko chini ya amri ya mtu yoyote yule. Watu wengi wanachagua minyororo na wanaita security ama usalama ama uhakika. Umeshasikia ile story ambayo mbwa na mbwa mwitu walikutana? Mbwa mwitu alikuwa amekonda, afa na njaa, alafu mbwa alikuwa very fat, afa alikuwa very comfortable. Analishwa kila siku na mtu anayemiliki. Mbwa mwitu akamwambia mbwa, maisha yako yanaonekana ni mazuri sana rafiki yangu. Mbwa akamwambia, kwa nini usiungane na mimi? Hautakuja kusikia njaa tena. So mbwa mwitu akaungana na mbwa, wakaanza kurudi nyumbani. Kipindi wanatembea njiani, mbwa mwitu akaangalia shingoni mwa mbwa, akaona ile kola ile ya kuunganisha na mnyororo. Akamwambia, "Iko nini?" Mbwa akamwambia, "Bwana wangu nyumbani huwa ananifunga mchana, lakini usiku huwa ananiacha kuwa huru." Mbwa mwitu alivyogundua hivyo tu, akaamua kugoza zake njia na kurudi porini. Watu wengi wakisikia history wanafikiria kwamba mbwa mwitu alijitoa sacrifice, which is hapana, bali alifanya maamuzi. Njaa sio changamoto. Njaa ni gharama unayolipia kubadilishana na uhuru wako. Ile kola ya kuunganishwa na mnyororo shingoni mwa mbwa inaweza isiwe tu ajira ambayo umeshaichoka na unatamani kuiacha na unatamani kumove on na maisha yako. Inaweza pia ikawa ni mahusiano ambayo umeyachoka, ambayo kabisa unajua sasa mimi siwezi kuendelea kwenye haya mahusiano. Na kuondoka unaona ni ngumu na hauna uhakika wa kwenda, kwa hiyo inabidi ubakie kwenye comfortable japokuwa unaamua kuteseka na kutokufikia your full potential wa kuendelea kukaa ndani ya mahusiano hayo. Kubakia na kuonekana mbele ya macho ya hawa rafiki zako au watu wako wanakuzunguka au watu wako karibu inakufanya ujisikie raha kuliko kwenda kuchukua riski na kuanza kuishi maisha halisi ambayo yako ndani yako, ambayo ni the best version of you. Na hii ndio tofauti kati ya mtu ambaye anapata kila kitu anachokihitaji na mtu ambaye yuko free na yuko huru, hayuko chini ya mtu yoyote wala chini ya sheria. Na watu wanavichanganya hivi vitu viwili most of the time. Mbwa mwitu kuna muda anapitia, anakuwa na njaa, lakini hayuko chini ya mtu yoyote ambaye anamiliki. Na kwa sababu amechagua kwenda bila kuwa chini ya mtu, hivyo watu hawezi kumtumia. Na mtu ambaye haendeshi na njaa ndo mtu hatari zaidi kuliko watu wote. Na utofauti ni kwamba sio mtu ambaye anapata vitu vingi, ila ni mtu ambaye hahitaji chochote kutoka kwako. Mtu anayepambana kwa ajili ya kujijenga na kujenga empire ya generation kwa ajili ya vizazi vyake na vizazi vinavyokuja kwenye line blood ya kwake, sio weakness. Hii tunaita ni discipline. Na huyu ndo mbwa mwitu ambaye anawinda kwa ajili ya territory yake msituni waweze kula. Changamoto ni kwa mtu ambaye amevaa kala shingoni ya mnyororo alafu ana pretend hiyo kala haipo, na anatumia kidogo anachopewa chini ya mtu mwingine kama excuse ya kumfanya asiwe yule mtu ambaye anapaswa kuwa the best vision of himself kwa ajili yake yeye na generation inayofuata kutoka kwake mwenyewe. Sometimes mnyororo sio changamoto, changamoto ni majira. Mbwa mwitu anajua utofauti kati ya necessary hunger, njaa ya lazima, na minyororo isiyokuwa ya lazima. Swali nalo kwa chanalo, wewe unafahamu? So ukitaka kujifunza ni kwa namna gani unaweza kuanzisha biashara yako leo, kubadilisha degree, talent ama skill ulionayo kuifanya kuwa biashara, na biashara ulionayo namna gani ya kuweza kufanya marketing kutumia social media na kuongeza mauzo kwenye biashara yako na kuwa the best CEO wa kampuni yako, gusa link in bio, tukutane kwenye platform yetu ya MBH sasa hivi.